Meza ya Bwana au ushirika mtakatifu ni ukumbusho kwa waumini kuhusu kifo cha Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Ibada hii inatukumbusha kwamba Yesu alikufa msalabani, akamwaga damu yake na mwili wake ukapigwa. Kwa tunaposhiriki meza ya Bwana inatukumbusha, uwe katika kukumbuka kwamba Yesu ndiye amenifanya niwe hapa. Meza ya Bwana, na mimi nimemwomba Mungu ikutie nguvu rohoni. Ikutie nguvu rohoni. Sema amen. Kadhalika meza ya Bwana hutufundisha yaliyo kiini chetu katika imani. Kwa hiyo ni vema kushiriki kwa roho ya unyenyekevu na kumcha Mungu. Meza ya Bwana tunapoishiriki, tunashiriki kwa unyenyekevu kwa sababu tunashiriki mwili wa Kristo. Kwa hiyo leo kwa tumekuwa katika toba ya wiki nzima, mwezi mzima, na hapa neno la Mungu limekuja kututakasa. Hakikisha unakuja hapa kwa imani. Sema amen. Mkate huu ni ishara ya mwili wa Kristo. Ni mafundisho yangu kwamba unaposhiriki mkate huu ujue umeshiriki mwili wa Kristo. Usiku ule akatoa mkate akaumega, kisha akashukuru akasema, twaeni huu kama ishara ya mwili wangu. Baba, katika jina la Yesu ninaubariki mkate huu kwa mamlaka yako ya kimbingu. Kila atakayeshiriki mkate huu Bwana, kama nilivyojifunza na kuwafundisha, akapokea kitu kingine ndani ya moyo wake. Bwana wa majeshi wabariki. Bariki mkate huu Bwana, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kisha akatoa kikombe akasema, hii ni damu yangu. Fanyeni hivyo kwa ukumbusho. Baba Mungu mtakatifu, ninaweka divai kwa damu yako. Mtu mmoja atakaposhiriki tendo la imani, akaguswe, akaponywe, akajazwe, akafunguliwe katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunashiriki mkate huu na damu yako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tushiriki sasa wote. Omba sasa kwa moyo wako. Roho bora sana. Kwa jina la Yesu pokea. Pokea uzima. Pokea afya njema. Bwana tukana na haja yako. Kutaja Mungu ambaye ameshiriki meza yako. Yes. Tamfungue Bwana. Kutana na moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Omba.
dimension fulani.